hofu kubwa pale wa Tanzania tunapounganisha mikono yetu kwa ajili ya utu. Leo Mariam, mkazi wa Gungu mkoani Kigoma, amekuwa mjumbe wa upendo, akiwasilisha michango yenu ya dhati kwa mama yetu aliyekuwa akiteseka kwa muda mrefu na donda la mshono. Shukrani za dhati ziende kwenu Wasamaria wema ambao mmejitolea kidogo chenu ambacho mlichonacho ili kumsaidia mama huyu aweze kupata fedha ya matibabu. Kwa kila shilingi mliotoa imewasha mwanga pale palipokuwa na giza. Mmeweza kumrudishia mama huyu tumaini iliyokuwa imeanza kufifia. Leo donda lake si mzigo mzito tena kama jana, kwa sababu mlishiriki kubeba mzigo huo. Watanzania, habari zenu? Nimekuja mara nyingine tena kwa Dama Juma, nadhani mnamfahamu. Sura yake sio ngeni. Tulikuja kwa mara ya kwanza kuja kujua shida yake ni nini. Leo nimekuja tena kwa Dama Juma kutokana na ile shida yake aliyotoa kwa Tanzania. Kuna watu walioguswa kutokana na shida yake. Watu waliguswa, wakaona kidogo kile chochote walichonacho wafanye nini? Wamchangie. Kwa hiyo leo nimekuja rasmi kwa sababu ya kumgabizi kile kilichopatikana. Kwa hiyo Dama Juma, mimi leo nimekuja nije nikugabizi kilichopatikana. Watanzania waliguswa matatizo yako, wakaona waweze wakakuacha mtupu, wakusaidie ili upate nini? Matibabu. Japo sio nyingi sana kivile, wewe kwa unaweza ukasema eti ni ndogo, hiyo kisi mahitaji yako, lakini mtu anatoa kulingana na vile alichokipata, yani alivyoguswa. Yani unakuta mtu hana, lakini matatizo yamemgusa, anajisikia kusaidia, anakusaidia kile kidogo ambacho uko nacho. Kwa ndio maana mimi nimekuja leo ndio nikukabidhi nini kilichopatikana. Hapa pesa hii iliyopatikana, hii ni 750,000 Watanzania wametoa ili ufanye nini? Upate matibabu. 750,000 hii hapa. Nashukuru. Nzidi kunisaidia na mimi nipone, nirudi kama zamani. Hivi sana mshukuru Mungu, lakini naendelea vizuri, sio kama mwanzo. Mwana moyo huo wa kunisaidia, na msaidie wengine zaidi yangu mimi. Nashukuru sana. Sawa, kama mlivyosikia Dama Juma amesema ameshukuru sana. Pia na mimi niseme nimeshukuru sana kwa msaada wenu. Nimeshukuru sana. Mungu awabariki. Mungu awazidishie pale mlipotoa. Awepushie laana kwenye familia zenu, magonjwa, majaribu mbalimbali, awepushie. Dada, hicho hapo kiasi kidogo cha pesa, uende hospitali, uendelee na matibabu. Tutawasiliana, tutakuwa najua hali yako inaendeleaje, itakavyokuwa utaniambia. Sawa. Nashukuru. Zidi kuombea Mungu alokusaidia. Mungu ajalie. Nashukuru sana. Mungu ajalie. Lakini safari hii haijaishia hapa. Huu ni mwanzo tu wa kumsimamisha mama huyu. Kidogo hiki kilichopatikana kimefanya muujiza, lakini mama huyu bado anahitaji mazingira bora ya kulala ili apone vizuri. Anahitaji mtaji kidogo kuweza kujikwamua kimaisha, pia fedha kujikimu ili familia yake isiweze kulala njaa.